binadamu. Tuna shida gani? Katuroga nani kama ni pumzi? Mungu katupa akili, katupa na macho katupa. Huyu Mungu Bwana anapenda na sisi, katupatia maarifa, yes, ya kupambanua mambo, kupambanua jambo. Naitwa John Kadama, kamanda wenu mkuu wa sungusungu mkoa wa Shinyanga. Narudia, kamanda wenu mkuu wa sungusungu mkoa wa Shinyanga. Lakini pia mimi ndio kamanda mkuu wa sungusungu wa mikoa yote ya kanda ziwa na magharibi. Viongozi wa zamani walikuwa wanaenda kila siku kukicha, wanaangalia sungusungu inaendaje. Lakini sasa hivi viongozi ukichaguli unaanza kutunisha mabega, hutaki kujua misingi ya sungusungu. Kazi yangu moja niliyoifanya nyingine ni kuunganisha jeshi la sungusungu na polisi. Lakini kazi yangu ya kwanza, mnapopata shida ya kukamata, bahati mbaya mwizi amepata shida, ameuawa huko, lakini inaonekana sungusungu ameua, lakini mama walikuwa wanakichunguza, akina sio sungusungu, anaambia ni jamii, sio sungusungu. Na sisi ndio maana tunasema hakuna kujishukulia sheria mkononi, ili msiendelee kuniteza mimi na huyu mama kuwateteeni kwa kuua watu ambao wengine hawana makosa. Hilo kwa sababu mmeshanielewa, ndio maana tuna kesi nyingi. Kesi nyingine imeanza juzi, ukishikwa bega eti nyeti zimepotea. Kuna mama mmoja aliuawa eti kwamba ameshika bega eti nyeti zimepotea. Nikawasema hivi, kijiji chochote kile, mnielewa salama wenzangu, sawa? Hapo ndio tutagombana kabisa. Kijiji chochote kile akisema mtu kwamba nyeti nimeguswa zimepotea, emba naombe ubokosha benda, maana ya nyeti abokosha. Ukiona mtu amesema hivyo mkamate, na yule anasema kwamba ameondoa nyeti zao tumkamateni, tumkuta akiwa salama, watuambie. Lakini nagundulika sio kweli nyeti zinapotea, ni fitina za kuangusha sungusungu. Sasa nikasema kama hutatupa ushirikiano, kamanda wa sungusungu wa eneo hilo, mtu akauawa kwa sababu ya nyeti, naanza na kamanda wa sungusungu, mwenyekiti wa serikali kijiji, mwenyekiti wa kitongoji, mtendaji wa watuambie aliyeua ni nani. Usipotuambia nyinyi ndio mnaenda na kesi. Nipende kwanza kujitambulisha. Mimi ni Shekhe, natoka Shinyanga, ninaongoza taasisi ya Baraza Kuu la Waislamu Tanzania BAKWATA kama mwenyekiti wa BAKWATA mkoa wa Shinyanga. Lakini pia ndiyo mwenyekiti wa Jumuiya ya Maridhiano na Amani Tanzania, kwa kifupi inaitwa JMAT. Wote tuliopo hapa wakazi wa Shinyanga ni mashahidi. Mkoa wetu wa Shinyanga ulikuwa una sifa ya kuongoza katika swala la mauaji, la kuongoza katika swala la ndoa za utotoni na mimba za utotoni. Lakini kwa msimamo na uchungu alionao RPC kwa kushirikisha jamii, leo hii Shinyanga yetu sifa hizi zimepotea. Nipenda kuzungumza na jamii kwamba swala la amani ni kazi ya kila aliyopo hapa, na wale ambao hawapo, swala la amani linatuhusu, kwa sababu amani ndio msingi mkubwa wa maendeleo. Bila amani hatuwezi kufanikiwa jambo la aina yoyote. Wafugaji hawezi kwenda kufuga mifugo yao kama hakuna amani. Wakulima hawezi kuingia mashambani kulima kama hakuna amani. Tutoe mfano mfupi tu wa tarehe 29 Oktoba. Hakuna aliyoingia shambani, hakuna aliyokwenda kuchunga, hakuna aliyoingia kanisani, hakuna aliyoingia msikitini, hakuna mfanyabiashara aliyoingia kuuza sokoni. Wote tulikaa ndani kwa sababu ya uvunjifu wa nini? Wa amani. Kwa hiyo na sisi tushirikiane na Mheshimiwa RPC na serikali kwa ujumla kuwaambia kwamba dhamana ya ulinzi wa amani inatuhusu sisi sote. Kila mmoja kwa nafasi yake anatakiwa awe mlinzi wa amani. Sisi katika dini, makanisani tunazungumza na misikitini tunazungumza. Makamanda mliopo hapa mnasimamia amani. Jeshi letu la polisi linasimamia amani. Na ndio maana wote hawa wametoka maeneo yote ya mkoa wa Shinyanga kuja kushirikiana na nyinyi katika swala hili la kuadhimisha mafanikio ya jeshi la sungusungu katika mkoa wetu wa Shinyanga.
Kwa hiyo tusikubali kuyumbishwa na watu kuhusiana na namna wanavyosema vibaya jeshi letu la polisi. Jeshi letu la polisi liko vizuri kama mnavyoona, limeambatana sisi mashehe pia na maaskofu wapo pia. Lakini jambo jingine, niwaombeni vijana, nikiona kundi kubwa liopo hapa ni kundi la vijana, tafadhali na kuombeni tusishawishiwe wala tusikubali, kwa sababu sisi ndio tutatangulizwa kama chambo. Wanayetutanguliza kufanya maovu wao hawapo. Hakuna hata mmoja aliyeumia, hakuna hata mmoja aliyopoteza ndugu yake, hakuna hata mmoja aliyopoteza mtoto wake, ila sisi ndugu zetu ndio tumepoteza maisha kwa sababu ya kusikia mambo ya kushawishiwa. Ninakuombeni wote kwa pamoja, jeshi la sungusungu na raia tuliopo hapa, wote tuwalinzi wa amani, tuhamasishe amani kuanzia majumbani kwetu, sehemu zetu za kazi, sehemu za biashara na maeneo mengine. Kwa majina naitwa Jonathan Lazaro. Ni kweli vijana kama inavyozungumziwa na wazee wamekuwa ndio kipaumbele cha uvunjifu wa amani. Ni kweli, lakini sababu zote zinatokea kwamba vijana, kuna baadhi ya vijana tunakuwa tunajihusisha na kama vile kuvuta bangi, na ndio maana tunaleteleza uvunjifu wa amani. Lakini swala zima tukizungumzia upande wa sungusungu akishirikiana na jeshi la polisi, tunaweza tukayaondoa yote hayo. Lakini jambo jingine, vijana tunaletelezwa na kwamba vijana wengi hatuna ajira. Ndio maana wakati mwingine tunakuwa tunakosa kazi na mwingine tunaingia kwenye mambo ya uvunjifu wa amani, jambo ambalo vijana tungekuwa na ajira tungekuwa tuko bize kufanya mambo mengine, tunafanya kazi. Lakini kwa sababu vijana wengi hatuna ajira, inatokea kama hivyo, tunashawishika kuingia kwenye uvunjifu wa amani. Lakini pia kwa serikali inahitaji vijana wengi wapatiwe ajira. Kuna vijana wengi wamesoma, nahitaji na jambo jingine, nahitaji serikali angeweza kupatia vijana elimu zaidi kuhusu mikopo inayotoka kwenye halmashauri, ili kusudi wapate mikopo, vijana waweze kujiajiri. Shinyanga ni shwari. Nikisema shwari, maana yake hatuna matukio ambayo yanaleta taharuki kwa wananchi. Lakini swala la pili, jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunaendelea kukemea na tunaendelea kulisimamia hili kwa ukali kabisa, swala zima la mauaji yanayotokana na migogoro ya ardhi. Hata hapa jana kuna migogoro ya ardhi naifahamu, lakini mauaji yanayotokana na wivu wa mapenzi, lakini mauaji mengine ya kujichukulia sheria mkononi. Yote haya jeshi la polisi mkoa wa Shinyanga tunayasimamia. Na ndugu zetu wa salama, tunawaomba sana, mnapokuwa mnatekeleza majukumu yenu, hakikisheni mnafanya kazi na jeshi la polisi ili kuweza kufanya kazi kwa kufuata taratibu, sheria na kanuni. Swala lingine ambalo nataka kulizungumza ni swala zima la ukatili wa kijinsia dhidi ya watoto na akina mama. Vipo vipigo, lakini watoto pia wanafanyiwa ukatili. Upi? Watoto wengine wanaunguzwa moto, watoto wengine wanapigwa. Haya yote kama wazazi na walezi tunatakiwa tuyasimamie. Lakini vijana wengi mpo hapa, lazima tuambizane, mlishaona wapi mwanaume na mwanaume wanaoana? Hapa nataka kuzungumzia swala la ushoga. Sisi nchi yetu ina tamaduni zake. Hakuna swala la ushoga ndani ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa hiyo ni waase, msiige vitu vya hovyo hovyo. Eti wewe unakuwa mke wa mwanaume, wewe ni mwanaume na afu unakuwa mwanamke. Hilo twende tukalikatae, kila mtu kwa imani yake, uwe Muislamu uwe Mkristo, lakini pia kwa itikadi zetu. Swala lingine ambalo nalisisitiza katika hii migogoro ya ardhi, Mheshimiwa Diwani, viongozi mpo hapa, mtendaji, hakikisheni migogoro hii inasimamiwa vizuri, kwa sababu kuna taratibu na sheria za kufuata. Lakini utakuta familia mbili wanagombania ardhi, mwisho wa siku wanakuja kuuana. Tuendelee kuelimisha yako mabaraza ya ardhi
ya kata, lakini na kule katika wilaya. Tuhakikishe kwamba mkikutwa na hii migogoro mnakuja kutoa taarifa Jeshi la Polisi, ili na sisi tuweze kuwasaidia, kuwaelekeza namna bora ya utatuzi wa migogoro hii.